tumeinuliwa tu kwa neema. Tusione hivi vyeo tulizopata na nafasi tulizopewa ndio tutumie kucontrol maisha ya wengine. No, nikwambie kitu, hata mimi Mungu akinitumia nikikufanyia kitu kikubwa, sio mimi niliyofanya, ni Mungu ndiye aliyefanya. Mimi siwezi kujitwalia utukufu wa Mungu. Mungu akikaa pembeni, sina cha kufanya, sina mpya. Kwa hiyo nisije mimi nikaota kiburi nikafanya mambo makubwa nikafikiri labda ni mimi nimefanya, nataka nikutawale maisha yako. Hapana, wewe una uhuru, maana Yesu amekupa uhuru. Yaani Yesu alikuja ulimwenguni kama Mungu. Hakuona ile hali kwa sababu amekuja kama Mungu ni hali ya kushikana nayo sana. Alijifanya kuwa hana utukufu. Hakutaka kuona kwamba mimi ni mwana wa Mungu, naye apige mikwala. Alikuwa na namna, aliona kama sina utukufu. Akajifanya kama mtumwa, lakini alikuwa na uungu ndani yake. Niwe tu wa kawaida, mimi nimeitwa huku kwa ajili ya kazi maalum, nisianze kuinua mabega hapa. Lakini wanadamu wachache, nguru mbili washashiba, wakipata nafasi wao wanafikiri kila mtu wa kumgandamiza na kumuonea. Nilikuwa kawaida tu, kwa neema nikapata kuwa kiongozi wa kiroho. Sio kwa sababu nimekuwa kiongozi kwa hiyo ndio nianze kuonea watu, kuburuza maisha ya watu, kuamulia watu maamuzi yao, kuamulia watu ndoa zao. Nikifika hatua hiyo nimepoteza mwelekeo, kwa sababu watu wana uhuru wao. Hii inatufundisha hata sisi watakatifu wa Bwana. Hata ukiwa kazini umepewa cheo, usitumie cheo vibaya kugandamiza wengine. Usitumie nafasi Mungu aliyokupa vibaya. Lazima uwe mnyenyekevu kila eneo. Mungu hata akikupa fedha, usitumie fedha zako kuumiza wengine, kutawala maisha ya wengine. Kuwa mnyenyekevu, utamwona Mungu akikufanyia kila kitu.